Baba mchungaji, wazee wa kanisa na waumini mliopo hapa, mimi na Kija Limbu Ntemi tutaendelea kuwa wanyenyekevu, tutaendelea kuwachangia, tutaendelea kushika mkono, hatutarudisha nyuma juhudi za kanisa. Baba mchungaji pamoja na waumini, risala imesomwa ya kanisa. Kwangu ndio mara ya kwanza, mdogo wangu alikuwa hajaniambia kuhusu hili, lakini jungu kuu alikosi ukoko. Nikamwambia Mheshimiwa Kija, tukiwa tunarudi Dodoma, naomba tukumbushane kwa miradi ambayo inaendelea ya kanisa. Nimesikia ujenzi wa zahanati, kuna visima nataka kuchimba vya maji na huduma zingine mbalimbali ambazo zimo ndani ya risala. Baba Askofu, ni kuahidi mbele za waumini hawa, mimi sitorudi nyuma, tawashika mkono kuhakikisha huduma hizi zinakwenda kufanikiwa. Na ni maelekezo haya, ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba tuanze sasa kidogo kidogo katika miundombinu hii, ili anapokwenda kumaliza mwaka 2030 aache tabasamu kwa Watanzania, wamkumbuke kwa huduma bora ambazo sisi, mimi na Kija, tunakwenda kusimamia huduma hizo, na hakika baba mchungaji, hatutawaangusha. Lakini Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akaona kuna haja ya kumsaidia katika TAMISEMI upande wa afya. Anafanya kazi kubwa, anafanya kazi nzuri, tunampongeza sana. Mimi binafsi mara nyingi nampongeza, nikiona anafanya vizuri na mtumia message kwa ajili ya kumpongeza, maana anapofanya vizuri ni faida kwetu. Lakini pia tumepata bahati katika mkoa wa Geita mzima, tumepata naibu waziri huyu mmoja. Kwa hiyo tumekumbana sisi wabunge kumlinda kwa upi na nini na uvumba, ili aendelee kuwa naibu waziri, na Mungu akimpendelea zaidi, na leo amekuja, mtamwombea. Mungu ana baraka zake Bwana, anaweza akatoka mambo yakaenda kubadilika huko siku ya kesho. Pasa mtamwombea mtumishi wa Bwana huyu, mtu mzuri kabisa, mtu wa Mungu anayependa kushirikiana na mtu yoyote. Ndugu mgeni rasmi, kanisa hili mahali tulipo wamekuwa na miradi mbalimbali ya kanisa. Kwa mwaka huu tunao mradi wa upanuzi wa jengo la kanisa, na tunapanua maeneo ya viwanja vya kanisa, lakini pia tunajenga choo cha kisasa, tunachimba kisima kirefu, lakini pia tunao utaratibu wa kuanzisha zahanati ya kanisa ambayo ipo katika mchakato na taratibu za usajili. Na hivyo tunatambua ya kwamba wewe ni mtu wa afya, na amini ya kwamba usajili hautakwama mahali popote. Moto wetu mkuu ulikuwa unasema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Ahadi kubwa tuliopewa ya kumsubiri Bwana wetu itatimia si mbali. Kwa hiyo kanisa la Waadventista wa Sabato Katoro Central tunayo furaha kubwa kuhitimisha sikukuu hizi za vibanda kwa maana ya makambi, tukijipanga Mungu atupe uzima kwa makambi mengine ya mwakani. Mtumishi wa Mungu Pastor Gerard Nyakrere amekuwa pamoja nasi akituelekeza namna ambavyo Mungu anataka tuwe, na leo amemaliza, amesema wewe simama tu, Mungu anaona. Ametuambia yani neno tu pekee, nitakwenda nikimsubiri Yesu alitoshi. Tuseme ninakwenda nikimsubiri Yesu, ili iamshe ile hali ya mioyo yetu kweli kwenda tukiwa tunamsubiri Yesu, lakini wakati huo huo tukiwa tunarekebisha mapito yetu. Ambia na watu wengine ambao kuhudhuria kwenye kambi hili, hata mwaka mwingine waweze kuhudhuria katika kambi hili, kwa sababu lilikuwa ni kambi la pekee sana. Watu tumebarikiwa vya kutosha, tumepata mafunzo kwa muda ufaao, na zaidi sana hata Mungu ameweza kujitwalia walio wake hata na kupata ubatizo. Na ukweli tu ni kwamba tunaishi siku za mwisho, na makambi kama haya yanatusogeza sana katika miguu ya Bwana.